Nikodemo anamuuliza Yesu Kristo, nawezaje kuurithi ufalme wa Mungu? Akasema, unazijua amri za Mungu? Akasema, toka utoto ziko hapa, nazijua. Torati tu iko hapa. Akamwambia, kwa unataka kuurithi ufalme wa Mungu, si ndio? Akasema hivi, uza kila ulicho nacho, alafu kisha wapatie maskini. Baada hapo nifuate. Wewe unaweza kuuza kile ulicho nacho kumfuata Yesu Kristo. Akamwambia tena, ni rahisi sana ngamia kupita kwenye tundu la sindano kuliko tajiri kuona ufalme wa Mungu. Kwa wewe utajiri wako huo, uza kila ulicho nacho, baki kama maskini, alafu nifuate. Nimesema leo naongea na watu wazima kiroho, watu wakubwa kiroho, waliokuwa kiroho. Kwa nisikilize kwa makini. Kuna mtu anahamishwa kwenye level ya kuwa mtumishi, anaenda kuwa mtoto wa Yesu. Anaenda kuwa mtoto wa Mungu. Sema amen. Kwa nini alisema hivi? That is not my somo, ila nataka upokee kitu hapa. Kwa nini alisema hivi? Kwenye ulimwengu wa roho tunapozungumzia kuurithi ufalme wa Mungu, si kana kwamba Mungu anachukua mbingu yake na ufalme wa mbinguni anakurithisha. Hapana. Sio kana kwamba anachukua ufalme wake unakuwa mrithi pamoja naye. Hapana. Ila unakuwa una sehemu ya mbinguni. Amen. Una sehemu ya vitu vya mbinguni. Means maisha yetu sisi yanahitaji mbingu ili yawe maisha. Manake you pray, unapiga magoti, unaomba vitu kutoka mbinguni. Kwa sababu Biblia imeandikwa kwamba mbinguni ndiko kiliko kiti changu cha enzi. Manake ofisi ya kutupatiliza sisi mahitaji yetu inatoka wapi? Mbinguni. Kwa hiyo anavyosema kuurithi ufalme wa mbinguni, maana yake kupewa vitu, kuwa sehemu ya mbinguni, kuwa mbia mbinguni, kuwa na share mbinguni. You understand? Kwa kuurithi, ni namna gani unaweza kuurithi vitu vya kimbingu? Ni namna gani unaweza kuwa na sehemu ya kimbingu? Maana yake ukiwa na sehemu ya kimbingu, nini kinachotokea? Maisha yako yanakuwa yanaishi katika mapenzi. Ndio maana Yesu Kristo alikuwa anamwambia Petro, akamwambia hivi, msalipo salini hivi, Baba yetu uliye mbinguni, mapenzi yako yatimizwe. Kwa sababu mapenzi ya Mungu yasipotimizwa, hauwezi kuishi katika kile kinachofaa. Umenielewa? Hauwezi kuishi kwenye kile kinachostahili wewe ukiishi. Ndio maana watu wanaopata utajiri bila mapenzi ya Mungu, huo sio utajiri na sio mafanikio. You understand what I'm saying? Ukipata pesa au fedha zisizo katika mchakato halisi, unakuwa unaishi nje na mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo nje na mapenzi ya Mungu, kwenye mapenzi ya Mungu there is a peace, there is a love, there is a freedom. Kuna amani, kuna uhuru, kuna upendo. Utakuwa unafurahia nini? Ule utajiri wako. So ikiwa uko nje na mapenzi ya Mungu, kuna mtu mmoja anainuka hapa leo. Nasema ukiwa nje na mapenzi ya Mungu hutapata vya uhuru. Amen. Vya amani na vya upendo. Kwa kuurithi ufalme wa Mungu maana yake ni nini? Kuwa na sehemu ya mbingu katika maisha yako. Kuwa na sehemu ya kiungu kwenye maisha yako. Amen. So akamwambia uuze kila ulicho nacho, uwape masikini, kisha unifuate. Kwa sababu mimi ndimi njia. Hakusema hivyo, ila Yesu kwa sababu ni njia ya kweli na uzima inayoenda kwa Baba, ni njia pekee inayofika kwa Baba. Kwa huwezi kufika kwa Baba ila kwa njia ya nani? Ya Yesu Kristo. Kwa atakapomfuata Yesu, manake it's like fall this way, utakuwa sehemu ya falme. Watu wananielewa hapa? Pigia Yesu makofi tena. Kuuza, kwa nini alitakiwa kuuza kila alichonacho awape maskini? Kwani ni kanuni ya kurithi? Kuuza kila
kila alichonacho haikumaanisha auze ngamia wake, auze punda wake, auze utajiri wake. Biblia imeandikwa kwa mfumo wa picha, kwa mfumo wa ufunuo, kwa mfumo wa mafumbo. Kwa ukisoma kama ilivyo, kuna mahali utakuta mipaka, alafu utashindwa kutoka kwenye hiyo mipaka, itakufunga mahali. Si unanielewa? Yamkini neno hili linalokuja ndio linaenda kukuponya na kukufungua. Kwa serious hapa. Kuisoma Biblia kama ilivyo, utakuta Paulo alizungumza hivi, Yesu kazungumza hivi, vinakinzana, vinatofautiana. Lakini ukisoma kwa ufunuo utaielewa. Kwa alipokuwa anamwambia uza kila ulichonacho kisha unifuate, manake utoe kila ulichonacho unachokifahamu kuhusiana na ufalme wa Mungu, afijifananishe na maskini ukiwa huna kitu. Baada hapo nifuate, manake utakaponifuata utaanza kuelewa how to get. There is a people wanaonitazama wakati huu, wanafahamu vitu vingi kumhusu Mungu, wanafahamu vitu vingi kuhusu Biblia, lakini kilichomo kwa Mungu au kilichomo kwenye Biblia hakimo kwenye maisha yao. Naongea na watu sahihi au nimekosea? Kuna watu wanamfahamu Mungu sana lakini hawajarithishwa ufalme wa Mungu. Kuna watu wanafahamu Biblia sana lakini hawajarithishwa ufalme wa Mungu. Je, Biblia inazungumza nini kuhusiana na maisha ya kwako? Je, kinachozungumzwa kwenye Biblia ndicho unachokiishi? Mungu anazungumza nini juu ya maisha kwako? Je, anachozungumza ndicho unachokiishi? Je, unajua Biblia inazungumza nini? Je, kile kinachozungumzwa ndicho unachokiishi? Unakuta ni tofauti. Unajua kuwa Mungu anaponya, unajua kuwa Mungu anaweza, unajua Mungu anaweza kuninua even now, hata sasa hivi, but hauviishi hivyo vitu. Kwa sababu nani anasema? Habakuki, tenda neno, soma neno, tenda neno, ndio? Soma neno, tenda neno. Tumekuwa tukisikia ni kama desturi yetu habari za Mungu. Tumekuwa tukisoma habari za Mungu, lakini tumekuwa hatuziishi habari za Mungu. I told you and I'm keeping telling you this. God is a protocol. Things of heaven is a protocol. Zinakuja kwa itifaki, kwa utaratibu. Unanielewa? Usije kumdharau mtu aliyenacho ukasema amebahatika. Hakuna aliyebahatika kwenye kuwa nacho. Kuna mchakato aliopitia kuwa nacho. Hata yule wa giza alipitia mchakato. Wengine kuna story fulani wanaisikia. Kuna mtu alikuwa anatakiwa kulala na maiti siku zake za maisha yake yote ili awe tajiri. Maiti inanuka, imeoza, yeye ndo anatakiwa alale naye kila siku. Amepitia mchakato kuwa navyo. So usimdharau mtu aliyenacho. Ana mchakato. Hauna kwa sababu hujafikia itifaki za kuwa navyo. Haujafuata itifaki za kuwa navyo. You understand? Haujafika kwenye qualifications ya kuwa navyo. Usione Mungu amekuacha. Wewe ni mvivu. Mimi kila siku mimi ni kama na mkosi na laana. No. Kuna mchakato kuiondoka laana. Haujaufuata. Mimi kila siku napata hasara. Wewe hauna elimu ya biashara. Uweza kuona unapata faida. Mtanichukia leo lakini this is truth. Kuna mchakato ambao mtu anatakiwa kuupitia ili awe nacho. That's why naambia, ukiona mtu anaishi maisha alionayo ni kulingana na level ya utendaji kazi wake. Ingawa level ya ufahamu wako ni kubwa kuliko level ya utendaji kazi wako. Kwa utakuta kwamba unaishi kwenye level ya utendaji kazi wako lakini unaichukia level ya utendaji kazi wako. Unaithamini level ya ufahamu wako.
wako ambayo huitendei kazi. Sio hapo watu wamenielewa. Yes. Leo nimesema naongea na watu waliokuwa kiroho. Nasema hivi, kuna mtu unaithamini sana level ya ufahamu wako. Unakuta mtu ana ignore. Jana nilikuwa naenda mjini na mwanangu Po aka anadharau vigezo vya watu, anaita kuna guta. Anakidharau kigari cha watu kisa kidogo. Anakiita guta. Ukimwangalia hapo simu yake imejaa BMW. Ni kwa sababu level ya ufahamu wake ni gari kubwa, lakini yeye hana gari. Lakini inside of him, in his brain, ana ignore vinanili kwa sababu level yake ni kubwa kwenye ufahamu ya umiliki. Lakini level ya utendaji kazi wa kupata hayo magari hana. Shot fire. Kwa kuna mtu anaithamini sana kazi yake, anathamini sana ufahamu wake wa kwamba utakuta mtu hata huyu kuna wakati unasimama unasema ile hapana, ile gari hapana. Hana hata nikiletewa bure hapana. Just imagine. Kwa manake level ya ufahamu wake. Lakini kuna mtu fulani hapa nikimwambia Helen kuna kagari hapa, kuna kaspasho au kavitsi hapa, akamwambia lete haraka. Bwana asifiwe. Lakini level ya ufahamu ni kubwa, ya umiliki ni kubwa kuliko level ya utendaji kazi. Kwa unaichukia level ya utendaji kazi kwa sababu level yako. Kuanzia leo anza kuitendea kazi level ya ufahamu wako. Anza kuitafuta level ya ufahamu wako. Utaona matokeo makubwa unayotakiwa kuishi. Lakini kitu kingine, usimdharau aliyenacho. Usidharau aliyenacho. Ndio maana hauna. Kwa sababu sikiliza, mimi huwa nazungumza hivyo, nazungumza fact. Kuna watu leo hii yuko nje, hajawahi kwenda au haendagi kanisani. Hajawahi kufunga. Hajui hata Biblia, lakini utakuta limekaa linamsema mtumishi wa Mungu. Who are you? Yaani hivyo viatu hujawahi kuvivaa vya huyo mtumishi. Alafu unakuta unajaji. Ujue watumishi wa siku hizi hawa ndio maana ufanikiwi, unalana kwa sababu wewe una describe watumishi wa Mungu. Wewe ndo ukitaka kumjua mtumishi fulani mkubwa siku hapo kuwataja. Nenda umfuate mama fulani, anawajua wote. Hawa anatumia nini? Wewe kila utajiri unasema ni uchawi. Utaupata huo utajiri. Unanielewa? Yaani kila mafanikio unasema huyu alifanikiwa, aliwezeshwa. Juzi nilikuwa na discuss kitu kimoja, nikasema hivi. Wanasema nani? Balesa au Mo amerithi zile mali. Kwa utajiri wake asitutishe kwa sababu amerithi kutoka kwa baba zake. Wewe naye na wewe baba. Kuna watu wanasema amerithi, lakini let me tell you something. Kama huna level ya utajiri, hata leo tukikupa B1, unaweza mwezi tu umeisha na huna kitu. Tukikupa milioni 1 hapa, viwanja vitakutambua. Yaani utabadilisha ni mwendo, utabadilisha chakula, utabadilisha muonekano wa mavazi yako. Lakini wenzako matajiri ukutwa na vavaa kama unavovaa wewe. Ukutwa na kula ovyo kama unavokula wewe. Hivi ushawahi kuchunguza vyakula vya ni kidogo. Wewe sahani ndio wanakula kidogo afu wanabakiza. Wewe utaweza? Wanakula sana baba. Wanakula sana. Lakini wanakula kidogo. Sasa sisi sima hii hapa na inakatwa yote. Haleluya. Unawekewa pilau imejaa, ina mboga nyingi. Yaani ukipata hela watakutambua wote. Kuna watu hapa walevi, akipata hela anasema chafua meza. Baa nzima walisha wote. Wanywe wote. Umepata hela kesho unalia.
Ndio maana nawaambia level ya utajiri ina umiliki wake.